Bwana Yesu asifiwe. Naomba niwasalimie katika jina zuri la Yesu Kristo. Kwanza nimshukuru mchungaji kiongozi na askofu, mtumishi wa Mungu Maboko, pamoja na mama mchungaji na wazee wa kanisa na wachungaji wengine wote, wazee wa kanisa na washirika wenzangu wa Mwokozi na Bwana wetu Yesu Kristo. Na mchungaji ameshanitambulisha, jina langu naitwa mchungaji Ntoga, Christopher Ntoga. Na nimeoa, nina mke, nilishakuja naye hapa. Na Mungu ametusaidia kuwa na watoto 4. Tuko pale Uyole tunamtumikia Bwana. Tulikuwa tuje na mama, leo ni siku ya ibada. Kwa hiyo kukawa kuna huduma fulani ambayo anatakiwa aisimamie, ikabidi tugawane ili kila kitu kikae mahali pake. Lakini otherwise namshukuru Mungu sana, amenipa neema, niko vizuri, nina afya njema. Haleluya. Na wiki hili ni wiki la Pentecost. Kwa hiyo ni vizuri pia ukajiandaa. Maandalio ya moyo ni ya nani jamani? Sasa ni vizuri ukafanya maandalio ya moyo wako ili jawabu la Bwana likuje sasa kwenye maisha yako. Na kama kuna sehemu ambayo inahitaji umakini sana na uangalifu sana, ni kwenye maandalio. Roho Mtakatifu yupo, Yesu yupo, kila kitu kipo. Na hii ni semina. Wakati mwingine najiuliza sana kwamba unawezaje kuhubiri kwenye semina kama hizi, lakini Mungu atanipa neema. Bwana asifiwe. Nimefanya research, utafiti kidogo, nimeona watu wamehubiriwa sana, lakini wanahitaji elimu ya kumjua Mungu sawa sawa. Yaani tumehubiriwa sana, na wakati mwingine tumekuja kanisani lakini hata Mungu bado hatumfahamu sawa sawa. Inawezekana hapa ikawa hakuna hicho, lakini nimepita nimeona kuna vitu vya namna hiyo. Lakini kwenye semina hii naomba niende moja kwa moja kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza. Tutasoma ule mstari wa 4 na wa 5. Ndio mistari yetu ya msingi tutakayoanza nayo. Biblia inasema hivi: hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Mungu ninakushukuru. Asante kwa ajili ya wakati huu na muda huu ambao Bwana umetupatia kwa neema. Tunakukaribisha uanze na sisi, uendelee kuwa pamoja na sisi. Zaidi sana tunakutaka wewe tu. Hatuhitaji kitu kingine, tunakuhitaji wewe. Tumekutana na vitu vingi sana lakini havijaweza kutusaidia. Tunaomba Mungu ukapate kuwa pamoja nasi tunapoanza semina siku hii ya leo, na hata siku ile ya mwisho. Fanya kitu katikati yetu katika siku hizi. Bwana, unajua hali zetu na maisha yetu. Yapi yamekuwa nini na nini kimekuwa namna gani kwenye maisha yetu? Nani awezaye kutusaidia kama sio wewe? Tunaalika uwepo wako wa kutusaidia katika jioni ya leo na katika jioni zingine zijazo. Neema yako Bwana isitupite. Unapowatembelea wengine mahali kwingineko, naomba tutembelee na sisi. Tunanyenyekea kwako, tunahitaji tu uwepo wako. Yatosha kabisa kubadilisha maisha yetu na kutusaidia. Katika jina la Yesu Kristo tunajitisha kwako. Fikra zetu na akili zetu tunazileta kwenye madhabahu yako. Tunaomba Bwana utupe usikivu makini. Tusaidie. Roho Mtakatifu ulitumwa kutusaidia, naomba utusaidie katika jina la Yesu Kristo. Achilia neema yako ya kutuwezesha kutusaidia ili tuweze kukutana na wewe kwa namna ambavyo Mungu unataka ukutane na sisi. Si kama tutakavyo sisi, tunataka wewe. Tunataka mapenzi yako. Tunataka namna unataka iwe. Tunataka wewe uwe wewe katikati yetu. Utufanyie wepesi, utusaidie. Tunajikabidhi kwako sasa katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Okay. Andiko hili tuliosoma, maandiko haya mawili yanatuelekeza kwenye ujumbe unaosema
ubatizo katika Roho Mtakatifu. Tazungumza ujumbe mrahisi sana. Ubatizo katika Roho Mtakatifu. Wangapi walishawahi kubatizwa? Bila kuainisha kwamba ni ubatizo wa aina gani. Yamkini ulishawahi kubatizwa ubatizo wa maji. Wangapi walishawahi kubatizwa ubatizo wa maji? Tuzungumze huo. Asante. Nashukuru. Kwa hiyo basi, kama karibia wote tulishawahi kubatizwa, nafikiri ujumbe huu utakuwa mrahisi sana kueleweka. Bwana asifiwe. Ni mrahisi sana. Sasa tutaanza kipengele cha kwanza kabisa. Tutaangalia Roho Mtakatifu ni nani. Tunazungumza kwa habari ya ubatizo katika Roho Mtakatifu. Kwa siku hii ya leo tutaangalia kwanza Roho Mtakatifu ni nani. Huyu Roho Mtakatifu ambayo tunahitaji kubatizwa kwayo, Roho Mtakatifu ni nani? Halafu tutaangalia pia ubatizo ni nini. Na tutaangalia pia nani anayebatiza katika ubatizo huu wa Roho Mtakatifu. Sasa nimejaribu tu kukutajia baadhi ya maeneo ambayo nataka tupite jioni ya leo. Turudi sasa kwenye kipengele cha kwanza, Roho Mtakatifu ni nani? Sasa yako majibu mengi na inawezekana mimi natamani nitoe majibu mawili hasa. Kama naweza yakawepo na mengine, lakini natamani sana nitoe tu majibu mawili. Roho Mtakatifu ni nani? La kwanza kabisa, Roho Mtakatifu ni Mungu. Tunapozungumza habari ya Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ni Mungu. Yaani ni Mungu kabisa. Hana mapungufu yoyote, ni Mungu mkamilifu. Hana tofauti na Yesu. Hana tofauti na Baba. Huyu ni Mungu kabisa. Kitabu kile cha Yohana sura ya 4. Yohana sura ya 4 ule mstari wa 22 mpaka 24. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 4. Anasema, ninyi mnaabudu msichokijua. Anayesema haya ni Yesu. Sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabudu harisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabudio yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo Mungu ni Roho Mtakatifu ni Mungu. Na ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 5 ule mstari wa 3 na wa 4. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 3 na wa 4. Unasema, Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa asili sehemu ya thamani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake haikuwa katika uwezo wako? Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako, hukumwambia uongo mwanadamu bali Mungu? Bwana asifiwe. Hukumwambia uongo mwanadamu bali nani? Ni Mungu. Ukiangalia pale mwanzoni anazungumza, anasema, Petro anasema, kwa nini Anania umemruhusu shetani aujaze moyo wako uongo mpaka unamdanganya Roho Mtakatifu? Alafu mwishoni Petro anasema, ukumdanganya mwanadamu bali ulimdanganya nani? Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni Mungu. Tunapozungumza habari ya ubatizo katika Roho Mtakatifu, kwa hiyo huyu Roho Mtakatifu naomba mfahamu kwamba ni Mungu. Na ni wa muhimu sana kwenye maisha uliye naye. Maisha haya bila ubatizo huu ni maisha yasiyokuwa na msimamo. Ni maisha yasiyokuwa na nguvu. Ni maisha yasiyokuwa na ujasiri wa aina yoyote. Lakini sifa za Roho Mtakatifu kama Mungu. Hebu tuangalie haraka sifa za Roho Mtakatifu kama Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu, sawa? Sifa zake zikoje kama Mungu? Sifa ya Roho Mtakatifu kama Mungu, kwanza kabisa yuko kila mahali.
Kama ambavyo Baba anaweza akawepo kila mahali na Roho Mtakatifu yuko kila mahali. Ile Zaburi ya 139 mstari wa 7 na wa 8. Yuko kila mahali. Kokote utakapokwenda ujue Roho Mtakatifu yupo. Kwa nini? Kwa sababu ni Mungu. Ndio sifa yake. Niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni, wewe uko. Ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe uko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kama Mungu, sifa ya kwanza yuko kila mahali. Lakini sifa ya pili, anajua yote. Yeye huwezi kumficha chochote, anajua yote. Na hata hapa tulipokusanyika, Roho Mtakatifu anajua historia ya maisha yako yote. Anajua udhaifu ulio nao. Yeye ni Mungu. Kwa hiyo anajua yote. Zaburi ya 139 mstari wa 1 mpaka wa 6. Zaburi ya 139 mstari wa 1 mpaka wa 6. Anasema, e Bwana, umenichunguza na kunijua. Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Umelifahamu wazo langu tokea mbali. Umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu. Umeelewa na njia zangu zote. Maana hamna neno ulimini mwangu usilolijua kabisa. Bwana, umenizingira nyuma na mbele, ukaniwekea mkono wako. Maarifa hayo ni ajabu, yanishinda mimi. Hayadilikiki, siwezi kuyafikia. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikomee hapo. Anajua yote. Roho Mtakatifu anajua yote. Kwa maana nyingine, ukiwa na huyu Roho Mtakatifu atakusaidia kujua yote. Atakufunulia mambo usiyoyajua. Atakuonyesha hata kazini kwako nini kinaendelea. Atakutazamisha hata maisha yako, masomo yako, biashara yako. Huyu ni wa muhimu sana, anajua yote. Na ndio maana ukimpata huyu, atakusaidia kukufunulia mambo usiyoyajua. Mungu asifiwe. Lakini sifa nyingine, ana nguvu zote. Roho Mtakatifu ana nguvu zote. Kitabu kile cha Mathayo sura ya 19 mstari wa 26. Mathayo 19:26. Ana nguvu zote. Kama Mungu ana nguvu zote. Anasema Yesu akawakazia macho, akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa wanadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kama Mungu ana nguvu zote, anaweza yote. Lakini sifa nyingine, yeye ni mtakatifu. Yeye ni mtakatifu. Roho Mtakatifu ni mtakatifu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 1 mstari wa 16. Anasema, mtakuwa watakatifu kwa maana mimi ni mtakatifu. Yaani Roho Mtakatifu kama Mungu ni mtakatifu. Na ndiyo maana hata jina lake anaitwa Roho Mtakatifu. Lakini sifa nyingine, yeye ni wa milele. Ni Roho wa milele. Yeye ni wa milele. Ile Waebrania 9 ule mstari wa 14. Kama Mungu, Roho Mtakatifu ni wa milele. Hana mwanzo, hana mwisho. Yeye ni wa milele. Na hizo ndizo sifa za Mungu. Basi si zaidi damu yake Kristo, ambayo kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpata kumwabudu Mungu aliye hai. Roho wa milele. Lakini sifa ya mwisho, ziko nyingi, yeye anafufua. Roho huyu kama Mungu anafufua. Hizo ni sifa zake, anafufua. Warumi 8 mstari wa 11. Najaribu kukupa na maandiko ili uwe na uhakika, ikusaidie kusimamia. Warumi 8 mstari wa 11 anasema, lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu anafufua. Sasa hapa alimfufua Yesu, hakumfufua Yesu kama Mungu.
alimfufua Yesu yule kama mwanadamu. Kikawaida aliyekufa pale msalabani hakuwa yule Yesu Mungu, alikuwa Yesu mwanadamu, kwa sababu kikawaida Mungu hafagi. Mungu hawezi akafa. Na ndiyo maana ukiangalia alisema Eloi, Eloi lama sabachthani, maana yake Mungu wangu, Mungu wangu. Ukiona mtu anasema Mungu wangu, Mungu wangu, maana yake anasema kama mwanadamu. Anaongelea kwenye ofisi kama mwanadamu. Yesu alipokuwepo duniani kipindi kile alikuwa anatembea na vitu viwili. Alikuwa anatembea na uungu, lakini pia alikuwa anatembea na ubinadamu. Na ndiyo maana kuna mahali alikuwa anafika mahali kama mwanadamu anachoka, anajisikia njaa. Aliuendea mtini akautazama, akapekua pekua, alikuwa na njaa, anatamani kula, akakuta mtini hauna tini. Na kiukweli Biblia inasema haukuwa wakati wa tini. Na sijajua kwa nini Yesu alifanya hivyo. Akawaambia kuanzia leo, aliwaambia tu. Akasema kuanzia leo watu wasile matunda yako. Akaondoka zake. Kesho yake wakapita njia ile ile. Biblia inasema Petro akakumbuka. Akamwambia, Rabi, tazama mtini ulioulaani jana umenyauka. Yani alikuwa ni mwanadamu, lakini pia alikuwa na uwezo wa kufanya kazi wakati fulani kama Mungu. Mungu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo hapa aliyefufuliwa hapa ni yule Yesu kama mwanadamu. Yeye ndiye aliyekufa msalabani. Yeye ndiye aliyezikwa. Bwana asifiwe. Sasa aliyemfufua ni Roho Mtakatifu. Na huyu Roho Mtakatifu ndiye atakayefufua na miili yetu iliyo katika hali ya kufa. Na ndiyo maana tunamhitaji Roho Mtakatifu. Tukiwa naye atafufua hata huduma yako, atafufua kipawa kilichomo ndani yako, atafufua kila kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Na kwenye wiki hili utamuona Roho Mtakatifu akifanya kazi kwenye maisha yako. Mungu asifiwe. Kwa hiyo yeye ni Roho anayefufua. Okay, tuondoke pale. Hapa nilikuwa najibu Roho Mtakatifu ni nani? Tumeona ni Mungu. Lakini haitoshi tu kwa Mungu. Bii yake Roho Mtakatifu ni nafsi. Roho Mtakatifu ni nafsi. Tena ni nafsi ya tatu ya uungu. Sasa mchungaji anasema nini? Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya uungu. Ukisoma kile kitabu cha Yohana sura ya 3, ule mstari wa 21 na 22. Yohana sura ya 3 mstari wa 21 unasema, bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru. Huja kwenye nuru ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Baada ya hayo Yesu na wanafunzi wake walikwenda mpaka nchi ya samahani. Kitabu cha Yohana, umefungua Yohana 3:21. Ngoja niangalie mimi mwenyewe nijiridhishe. Naona kama ninachokisoma kama sio chenyewe ambacho nilikuwa nakitaka. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Tuangalie Mathayo. Mathayo sura ile ya 3. Mathayo mtakatifu sura ya 3. Kuna maandiko hapo. Mathayo sura ya 3. Ule mstari wa 13 hadi mstari wa 17. Anasema, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia. Akamuona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Na tazama sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye.
Sasa hapa pamoja na kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19 inajaribu kuonyesha nafsi tatu za uungu na Roho Mtakatifu kama nafsi ya tatu. Nafsi ya kwanza ni Baba, nafsi ya pili ni Mwana, na nafsi ya tatu ni Roho Mtakatifu. Na hapa tunamuona Yesu kama nafsi alienda kubatizwa, na alipoingia kwenye ubatizo akazamishwa, na aliposimama akatoka kwenye maji ya ubatizo, Biblia inasema mbingu zikafunguka, Roho akashuka juu yake. Alafu baadaye sauti ikasikika ikisema, huyo ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikieni yeye. Sasa hapa tunaona utatu mtakatifu wa Mungu. Kwanza tunamuona Yesu, lakini pili tunamuona Roho Mtakatifu, lakini tatu tunamuona Baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya uungu. Yaani Mungu ni mmoja aliye katika nafsi tatu. Yaani sio kwamba, unajua wakati mwingine wakati tunasema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, ni kama tuna Mungu watatu. Lakini kiukweli tunatakiwa tuseme Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Yaani Mungu ni mmoja aliye katika nafsi tatu. Ni kama vile mtu ana mwili, ana nafsi, ana roho. Hapa mimi nilipo ukinitazama, ili niitwe Christopher, ni lazima utatu uwepo. Kimoja kikiondoka, hali ya mazingira yatabadilika. Ili Christopher abaki kwa Christopher, ni lazima mwili niwe naye, ni lazima niwe na roho, ni lazima niwe na nafsi. Mwili una kazi yake, nafsi ina kazi yake, na roho ina kazi yake. Sasa hali kadhalika na Mungu yuko namna hiyo. Kuna Baba, kuna Mwana, kuna Roho Mtakatifu. Wako kwenye figa hii moja tu, huwezi kuwatenganisha. Ukinitazama hapa unauona mwili, nafsi ya uioni, roho huwezi kuiona. Na ndivyo ilivyo. Sasa kuna wakati unamuona Mwana kama Mwana anafanya kazi, lakini sio kwamba anafanya kazi peke yake. Yuko na Baba, yuko pamoja na Roho Mtakatifu. Hawajawahi kutengana. Nataka nieleweke vizuri. Hawajawahi kutengana. Hawa wanafanya kazi shirika. Mungu asifiwe. Sasa Roho Mtakatifu kama nafsi ana sifa. Ana sifa. Hapa naweka msingi. Hakuna mahali ambapo panahitaji umakini sana kama kwenye msingi unapojenga nyumba. Msingi usipouweka vizuri, uwe na uhakika ile nyumba itakuangukia. Ukiweka msingi sawa sawa, ile nyumba itakuwa imara. Natamani sana unisikilize huku mwanzoni. Sifa za Roho Mtakatifu kama nafsi. Ana sifa gani? Ya kwanza, kama nafsi anasema. Yaani Roho Mtakatifu kama nafsi anasema, anazungumza. Na ndio maana ukiwa naye atakusemesha, atakuambia, atakunongoneza, atakushirikisha mambo usiyoyajua. Anasema kama nafsi. Angalia kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 10 mstari wa 19 na mstari wa 20. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 19 anasema, na Petro alipokuwa akiyafikiri yale maono, Petro alipewa maono. Na ndio maana jifunze kuyafikiri maono yoyote yale ambaye Mungu anakupatia. Naye Petro alipokuwa akiyafikiri yale maono, Biblia inasema Roho akamwambia. Roho akafanya nini? Akamwambia. Sasa huyu ni nafsi anasema, akamwambia. Wako watu watatu wanakutafuta. Petro hajajua kama kuna watu wanamtafuta. Lakini Roho Mtakatifu kama Mungu, yeye yuko kila mahali. Petro yuko ndani, lakini Roho Mtakatifu yuko mpaka nje. Anaona kuna watu wamekuja wanamtafuta huyu ndugu. Sasa angalia uone. Basi ondoka ushuke ufuatane nao. Usione tashwishi, kwa maana ni mimi niliyewatuma. Anasema, anamwambia Petro, anamshirikisha. Petro yuko ndani, hajui mambo ya nje, lakini Roho Mtakatifu kama Mungu ambaye yuko ndani ya Petro anajua na mambo ya nje. Anamwambia Petro, kuna watu watatu wako nje wanakutafuta wewe. Sasa ondoka ushuke uonane nao.
Petro anatoka nje akawakuta kweli wako watu watatu. Akasema mnasema nini? Wakaanza kumweleza wametumwa kwa ajili yake. Roho Mtakatifu anasema, na ukiwa naye atakusemesha. Na ndio maana ni muhimu sana kwenye wiki hili utamani sana kuwa na huyu Roho Mtakatifu. Hata kama ulishawahi kuwa, tunahitaji kuwa na kuwa na kuwa na kuwa. Yaani unahitaji kujaa na kujaa na kujaa na kujaa na kujaa na kujaa. Maisha yako yawe na muendelezo wa kujaa na kufurika na kujaa na kufurika. Na huo ndio ulikuwa ni utaratibu wa kanisa la kwanza. Mungu asifiwe. Hebu angalia Matendo 8 mstari 29. Matendo 8:29. Matendo 8:29. Anasema Roho akamwambia Filipo. Akafanya nini? Akamwambia Filipo. Sijajua kama Oga anasema na wewe. Maana yake kama hasemi na wewe, uko uwezekano hauna Roho. Na kama unaye na hasemi na wewe, huyo Roho ni wa ajabu. Kwa sababu ukiwa na Roho Mtakatifu, nataka nikwambie hivi, hakuna ajali itakayotokea lazima Roho Mtakatifu akuambie. Na wakati mwingine watu wa Mungu tunakutana na mambo magumu. Hatuna hata ndoto. Hatuna hata maono. Yaani tuko kwenye giza la utotolo. Lakini ni watoto wa Mungu. Biblia yangu inaniambia Bwana hatafanya jambo lolote pasipo kuwajulisha watumishi wake manabii. Wewe ni nabii. Maana tukiwa na Roho Mtakatifu sisi ni manabii. Yaani hauhitaji mtu aje akutabirie. Unaye Roho wa Bwana, unaweza kutabiri mwenyewe kwa habari ya maisha yako. Unaweza kutabiri mwenyewe kwa habari ya ndoa yako. Unaweza kutabiria wewe mwenyewe biashara yako. Unaweza kutabiria watoto wako. Wewe ni nabii. Roho wa Bwana akiwa juu yako anakuongoza unaposema. Yeye ndiye anathibitisha unayosema. Sasa hakuna kitu kibaya sana kama nimeokoka alafu mambo yananipata. Yaani hata ndoto sikuota. Haya basi nisikie hata neno kutoka kwa mtumishi wa Bwana, pengine aniambie sikuambiwa. Haya hata maono sikuona. Yaani mambo yamenipata sina taarifa. Na Mungu amesema hata ruhusu, hata fanya, atatoa taarifa kwa watoto wake. Kwenye maisha yako ikoje? Sema kweli, kwenye maisha yako ikoje? Yaani wakati mwingine wapendwa, wewe ni mwanafunzi unasoma. Ngoja nikwambie, ukijua kusoma ukiwa na Roho, atakuambia, yani atakuelekeza. Na ndio maana ukiwa na Roho Mtakatifu wewe sio wa kawaida. Wewe unaona zaidi ya wanaoona wengine. Roho Mtakatifu ana uwezo wa kukuonyesha mpaka mtihani. Ana uwezo wa kukuonyesha mpaka pepa utakayoenda kuifanya kesho. Ukiwa naye, maana yeye ni Mungu. Hata kama wameibana, wameificha mahali, Roho Mtakatifu hafichwi. Yaani huyu ukiwa naye ni wa muhimu kuliko kitu chochote. Tamani sana kuwa na Roho Mtakatifu, na ndio maana Yesu aliwasisitiza wanafunzi wake. Yaani kama kuna kitu cha muhimu ambacho Yesu aliamua kuambia wanafunzi wake saa ya kuondoka, hakuambia kwa habari ya baraka na nini, alikuwa anazungumza habari ya Roho Mtakatifu. Kwa nini? Mtu yeyote anapokaribia kuondoka anataka kukuaga, waga anakuambia vitu vya msingi vya kukusaidia kwenye maisha yako. Na ndio maana kwenye mazingira yale, hata kama ulikuwa na kuna watu wengine waga wanaondolewa. Anataka kukuambia vitu ambavyo hawezi tena kukuambia, ndio muda wake wa mwisho anaenda kuachana na wewe. Na Roho Mtakatifu ndio kitu cha mwisho ambacho Yesu alisema na mitume. Alisema na wale wanafunzi wake. Alisema na wale ndugu. Alisema na watu wa njia ile. Alisema na wale wanafunzi. Alisema na wale watakatifu. Aliwaambia, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Anajaribu kuwaonyesha. Baadaye akawaagiza, alipokutana nao akawaambia, msitoke Yerusalemu, muingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia kwangu. Ni maneno ya mwishoni kabisa. Kwamba Yohana alibatiza katika maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Wanafunzi walijaribu kumuuliza swali, wakasema, je, Bwana, huu ndio wakati Israeli wanataka kurudishiwa ufalme, utawala? Yesu akasema, si kazi yenu kujua hayo, wala hayawahusu. Ninyi subirini Roho.
Yaani akisha kuja Roho Mtakatifu, nataka niwaambieni atawabadilisha. Haleluya. Yaani nataka nisemeje sijui. Yaani ukiwa na Roho Mtakatifu nataka nikuambie wewe sio mtu wa kawaida. Kwa sababu ukiwa na Roho Mtakatifu unaona zaidi wanaoona watu. Unapata macho ya rohoni. Ukiwa hauna Roho Mtakatifu utalogwa. Na huku umeokoka nataka nikwambie utachezewa. Nitakushuhudia baadaye. Wacha niache kwanza shuhuda. Sifa za Roho Mtakatifu kama nafsi anasema. Sasa ile Matendo 8:29. Matendo 8:29. Anasema Roho akamwambia Filipo, sogea karibu na gari hili ushikamane nalo. Yaani mimi napenda, hakuna maisha mazuri kama hayo. Yaani unakuwa na connection na Mungu. Hayo ni maisha ya baraka. Yaani ndio maana kwa gharama yoyote na kwa namna yoyote tamani kuwa na Roho Mtakatifu. Yaani nataka nikuambie, atakuambia usipite njia hii, pita njia hii. Atakwambia leo umeamka usiende kazini. Yeye anajua kitakachotokea kazini, anafahamu. Ana uwezo wa kukupa mapumziko. Kama unamsikiliza ni roho wa kazi. Na yeye amekuja hasa atusaidie, anaitwa msaidizi. Sijui kama anaeleweka. Unajua kabla haujaletewa msaidizi, Yesu alifahamu kabisa wewe unahitaji msaidizi. Kwa sababu kuna mambo hatutaweza kuyafanya bila yeye. Yeye aliona mapema akasema atakuja msaidizi atawasaidia. Sasa msaidizi huyu anasema, swali langu liko hivi, je, anasema na wewe? Kama hasemi na wewe, yako mambo mawili. Kama sio moja hasa, wenda hauna roho. Maana kuna watu walijaa roho, wakanena, lakini baada ya pale hawakutengeneza ushirika na huyo roho. Unafika mahali Roho Mtakatifu akiona humpi nafasi, na yeye amekuja kukusaidia, humpi nafasi ya kusaidie, wala haumsikilizi, wala hauko tayari kushirikiana pamoja na yeye, atakuacha. Kwa hiyo yeye anasema, anakuelekeza, anakuambia. Okay. Sifa za Roho Mtakatifu kama nafsi ya pili, anakataza. Yaani ukiwa na huyu huwezi kutenda dhambi, huwezi kuzini, huwezi kuiba mafungu ya 10. Huwezi kufanya yani mambo yasiyopendeza, sio rahisi. Yeye anakataza, si unaye. Ngoja nikusaidie jioni ya leo. Ukiwa na Roho Mtakatifu, mbinguni kwako sio shida. Yaani mbinguni unaenda bila tatizo. Kwa sababu yeye ndiye atakaye kusaidia. Kwanza atakukataza mambo yasiyompendeza Baba wa mbinguni usiyafanye. Angalia uone kile kitabu cha Matendo ya Mitume 16. Angalia mstari wa 6 na wa 7. Anakataza. Anasema akapita katika nchi ya Frigia na Galatia wakikatazwa na roho. Wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia wakikatazwa na Roho Mtakatifu. Aise, mimi naipenda hii. Wakikatazwa na Roho Mtakatifu. Wafanye nini? Wasilihubiri lile neno katika Asia. Okay. Walipofika kukabili Misia, wakajaribu kwenda Bithinia, lakini Roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. Yaani hawa ndio walokole tunaowataka. Yaani hawa ndio walokole waliokuwa wamebatizwa katika ubatizo wa Roho Mtakatifu, alafu na Roho Mtakatifu anatembea pamoja na wao. Yaani huyu Roho Mtakatifu tunaposema nafsi, ni kama ni mtu mwenye utashi. Uko naye. Ana ufahamu, ana hisia. Ndio maana anawakataza. Sasa kikawaida ukiangalia, walifika mahali ambapo pana watu. Na wao wametumwa kuhubiri. Wakasema ngoja tupike injili hapa. Lakini sikiliza, si kila kusanyiko la watu unatakiwa uhubiri. Si kila kusanyiko la watu unatakiwa ulihubiri. Hawa walikatazwa, akawakataza. Unaweza kusema kwa nini? Mungu ndiye anayefanya kazi, wala sio Paulo. Ni Mungu ndiye na Paulo alikuwa makini kumsikiliza Roho Mtakatifu. Wakaenda wakajaribu kwenda Bithinia, lakini Roho wa Yesu hakuwapa ruhusa.
Ukiendelea, wakaenda mahali, wakafika, wakalala. Ule usiku wakaletewa maono. Usiku wakaletewa. Aliyeleta maono ni Roho. Na ndio maana ukiwa na Roho Mtakatifu atakuletea maono ya kazi yako, atakuletea maono ya biashara ambayo unataka kufanya, atakuletea maono ya maisha yako, atakuletea maono ya kampuni ambayo unataka uifungue, atakuletea maono ya huduma ulio nayo, atakuletea maono. Usiku ule wakaletewa maono. Paulo, Biblia inasema Paulo akaona maono. Mtu mmoja amekuja mbele yao. Yule mtu Biblia inasema alikuwa ni mtu wa Makedonia. Akawa anamwambia kwenye maono, shuka utusaidie na huku, shuka utusaidie na huku. Biblia inasema Paulo akajua hakika Mungu sasa amewatuma waende Makedonia. Lakini walizuiwa sehemu zingine. Mungu anataka waende Makedonia. Muulize jirani yako, Mungu anataka uende wapi wewe? Sikiliza, kuna wakati tunafanya biashara hata Mungu hana taarifa. Yaani unafanya biashara unayoifanya, unafanya wewe na akili zako na ujuzi wako, lakini Mungu hayuko pamoja nawe kwenye hiyo biashara. Unajua iko hivi, ni rahisi sana kuwa na Mungu, lakini ni ngumu sana kuwa pamoja na Mungu. Ni Kiswahili kigumu. Yaani ni rahisi sana kuwa na Mungu kwenye biashara, kwenye maisha fulani, kwenye kazi fulani, ni rahisi sana. Lakini ni ngumu sana kuwa pamoja na Mungu kwenye hiyo kazi. Iko hivi, unaweza ukafanya biashara ya kuuza nyanya, lakini kiukweli Mungu alikuwa anataka ufanye biashara ya kuuza mitumba. Na kwa sababu umeokoka, yuko ndani yako. Utaenda kwenye biashara ya nyanya, lakini Mungu hahusiki na biashara yako ya nyanya. Maana yake unakuwa na Mungu kwenye hiyo biashara ya nyanya, lakini hauko pamoja naye. Sijui Kiswahili kigumu nakiongea. Yaani kwa maana nyingine, Mungu hana kauli yoyote kwenye hiyo biashara. Yaani Mungu sio msemaji wa hiyo biashara. Kikawaida sisi watoto wa Mungu, Biblia inasema kabla ya mambo yote nataka nini? Nataka dua na sala zifanyike. Kwa nini? Ni kama Mungu anataka yeye achukue nafasi, apate kuwa pamoja na sisi. Yaani unataka kufanya biashara yoyote, unatakiwa kwanza uitafute kwa Mungu. Ukae kwenye magoti, Mungu akuonyeshe, kama alivyoonyesha akina Paulo. Kwa kuwa wao ni watumishi, walionyesha mambo ya kitumishi. Wewe mfanya biashara, Roho Mtakatifu atakuonyesha mambo ya kifanya biashara. Wewe ni mfanyakazi, Roho Mtakatifu atakuonyesha mambo ya kufanya kazi. Wewe ni mkulima, Roho Mtakatifu sio tu anakusaidia kwenda mbinguni. Yeye anakusaidia kwenye maisha yako yote. Yaani ukiwa mwanafunzi atakufundisha hata namna ya kusoma majibu, badala ya kupoteza muda. Kulingana na pepa ya kesho atakwambia soma hapa. Ukitaka kugusa mwambie kama alivyokuwa anamkatalia nani? Paulo. Unataka uende Bethania, anambia no. Unataka uende kwenye topic fulani, anambia hapana, huko unapoteza muda. Ni ya muhimu ulishayasoma, itakusaidia kwenye maisha, lakini kwa ajili ya pepa hayapo. Atakuelekeza, baadaye atakupeleka mahali, hebu kazia hapa, rudia mara 2 mara 3. Rudia. Sasa shida tulio nayo mara nyingi waga hatujui. Wapendwa wengi wanao Roho Mtakatifu ila hawajui kuongozwa na Roho. Akiingia kwenye pepa anakutana na maswali yale ambayo alikuwa anasisitizwa asome. Anasema kabisa kuna kitu kilikuwa kinaniambia soma. Kuna kitu. Sasa siku hizi wanamwambia hata Roho Mtakatifu ni kitu. Halo. Wanasema kuna kitu kilikuwa kinaniambia kabisa soma, lakini sikuzingatia. Yaani yote yametoka hivyo. Mungu atusaidie. Haleluya. Naipenda hii Bwana. Hebu jaribu kufikiria, labda niseme hivi, unafanya biashara. Hiyo biashara unayofanya ulipewa na nani? Unafanya kazi yoyote unayoifanya, ile kazi ambayo unaifanya ulipewa na nani? Ilikuwa ni wazo la kwako au ni wazo la Mungu? Una maono yoyote? Kuna kitu chochote ambacho Mungu alisema na wewe? Kama Mungu hakusema, uwe na uhakika yakitokea magumu, huna uwezo wa kusimama mbele za Mungu ukahojiana naye. Huna. Utaishia kusema inawezekana haikuwa mapenzi ya Mungu. Si unajua hata watu wengine wako kwenye ndoa, akifika mahali wameoana wanafurahiana, wanacheka na kuchekeleana. Inafika mahali ndoa inabadilika, inakuwa ndoana. Watu wanabadilika sura. Alafu unajua kwa sababu Mungu hakusema na yeye alikuwa anaangalia sura ya kutoka saluni.
akampenda mtoto wa watu kwa sababu amempendeza kutoka saluni, ataishia kwanza kusema inawezekana haikuwa mapenzi ya Mungu. Alafu hata hivyo nimejaribu kufanya utafiti, nimegundua hawa watu wa kabila hili wanasumbua sana. Sasa ukishaanza kusema hivi uwe na uhakika ile ndoa imeshapotea. Na tatizo ni kwa nini? Kwa sababu Mungu hakukusemesha. Lakini kama Mungu alikuonyesha yule mkaka ndiye, kama Mungu alikuonyesha yule mdada ndiye, mkaoana naye ikatokea changamoto, nataka nikwambie utamrudia Mungu. Mungu, wewe ndio ulionipa huyu. Imekuwaje haya yanaanza kutokea haya? Ulinipa mwenyewe. Kwa nini haya yatokee? Yaani una ujasiri wa kujenga hoja na kusimama na Mungu. Uwezi kuanza kusema inawezekana haikuwa mapenzi ya Mungu. Mungu alikusemesha. Na kwa sababu Mungu alikusemesha inakupa ujasiri. Mungu asifiwe. Kwa hiyo Mungu kama Roho Mtakatifu kama nafsi anakataza. Ukitaka kutenda dhambi anakukataza. Ukitaka kufanya chochote ambacho kipo kinyume na mapenzi ya Mungu anakukataza. Lakini jambo lingine, Roho Mtakatifu kama nafsi anaita. Anaita, ndiye anayeita watu. Yeye anaita. Anaita. Matendo 13 mstari wa 2. Anaita. Natamani nikupitishe kwanza huku. Kwanza uone nahitaji Roho Mtakatifu kwa kiwango gani. Kwanza mjue Roho Mtakatifu ni nani, anayesemwa huyu, ambaye natakiwa ning'ang'ane naye, natakiwa nikutane naye. Alafu anahusikaje? Kazi zake anafanya nini kwenye maisha yangu? Anaita. Anasema basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema. Akafanya nini? Akasema, sio bubu. Akasema, akasemaje? Akasema nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Nitengeeni Barnaba kwa kazi ile niliyowaitia. Ni yeye ndiye aliyesema, aliwasemesha. Roho Mtakatifu anaita. Alisema, alafu akasema kwa ile kazi niliyowaitia. Lakini sifa nyingine ya Roho Mtakatifu kama nafsi, anafundisha. Yeye kama nafsi anafundisha. Yohana 14 ule mstari wa 26. Yohana 14:26. Inasemaje? 14:26. Anasema lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Huyu ni Roho Mtakatifu. Yaani yeye atakufundisha namna ya kutumika vizuri. Atakufundisha kuishi maisha ya Ukristo unaolipa madeni na change zinarudi. Atakufundisha kufanyika kuwa baraka kwenye nyumba yake. Yaani atakufundisha, hautakuwa mjinga. Yeye ni zaidi ya mwalimu. Anafundisha. Yaani yeye ni zaidi ya walimu ambao tunafikiri wapo. Bwana asifiwe. Ukisoma ile Zaburi ya 32 mstari wa 8 anasema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Yaani atakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Ni maandiko ya kwanza kabisa ambayo mimi Mungu alisema na mimi kwenye maisha yangu. Akaniambia, Christopher, usipate shida. Nitakufundisha na nitakuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu litakutazama. Yaani nilifurahi na alinisemesha. Ilikuwa kwenye saa ngapi ya usiku, niko kwenye maombi. Anasema nitakufundisha. Yaani atakufundisha maisha. Hatujui maisha jinsi yalivyo, lakini yeye atakufundisha maisha. Atakufundisha namna, atakuonyesha njia ikupasayo kuiendea, atakushauri. Jicho lake litakutazama. Huyu ni wa muhimu sana. Tulikuwa naongea na mchungaji, alikuwa ananiuliza tulipokuwa tumefika, akaniuliza vipi bwana? Hebu niambie huduma yako ulianzia wapi? Ilikuwa ni swali la kwanza. Nikawa namueleza, huduma yangu nilianzia kwenye kanisa moja liko Yole linaitwa Zalaga. Ni kanisa la TAG la zamani sana. Katika makanisa miongoni mwa mkoa wa Mbeya ya zamani, ilikuwa ndio hilo kanisa. Lilichungwa na mzee mmoja katika wale wazee wa zamani wa TAG, mzee Yohana Mpayo.
mzee wetu. Huduma mimi nilianzia pale. Nilifikaje pale? Sikuwa hata na wazo la kwenda pale. Lakini nilimwambia Mungu, nitakapokuwa nimemaliza chuo kwa ajili ya masomo yangu, kitakachofuata Mungu, nitahitaji kuoa. Na baada ya kuoa, nitahitaji sasa kufanya kazi yako. Si kwamba nilikuwa sifanyi kazi, nilikuwa nafanya kazi. Lakini sasa kwa ajili ya kwenda kuchunga rasmi, nilikuwa bado sijafungua kazi mahali popote. Sasa nimemaliza chuo, Mungu akanisaidia nikaoa. Hatua ikafuata sasa ya kwenda kuanza kazi. Kukawa na mialiko iko mingi ya kuitwa. Njoo huku, njoo huku, njoo huku, njoo huku. Nikaitwa na kiongozi mmoja wapo, akaniita niende Dar. Kikawaida watu wengi wanahisi ukienda Dar unatoboa. Lakini mimi ninachofahamu kwa sehemu, ukitembea na Roho Mtakatifu umetoboa. Kuna watu wako Dar wanahangaika, hawana mbele wala hawana nyuma. Wako Dar. Dar sio mbinguni. Sasa nikapata appointment ya kwenda Dar. Akili yangu na aliyekuwa ananialika kule ni mtu mkubwa. Tukakubaliana na mke wangu basi twende. Na wakati wote kwenye nyumba ya kupanga. Jioni ile kwenye saa 10 nikaenda stand kuu, nikaenda nikakata tiketi. Nilipokata tiketi nikaja nyumbani pale, tukawa tuna mke wangu. Jioni ile tunaanza kumshukuru Mungu sasa. Kwenye saa 2 hivi tukaanza kumshukuru Mungu kwa ajili ya safari, pia tunaombea na safari ili Mungu anitangulie. Bwana Yesu, tunaanza kuomba pale. Yaani tulipoanza tu kuomba, nikasikia Roho Mtakatifu akaniambia Christopher. Nikasema naam. Nikaacha kuomba. Nikasema naam. Akasema nimeona umekata tiketi. Nikasema ndio kabisa. Hiyo tiketi unaenda nayo wapi? Yaani Mungu ananiuliza kana kwamba hajui. Anaelewa kila kitu ila anataka ukili wangu mwenyewe. Nikasema ni tiketi ya kwenda Dar. Kufanyaje? Nikasema nimeitwa kule kwa ajili ya huduma. Akasema sawa, nenda Dar. Ila mimi sitakwenda na wewe Dar. Nenda Dar ila mimi sitakwenda pamoja na wewe Dar. Akaishia hapo hapo. Nikamwambia mama, I say safari ya Dar es Salaam imeharibika. Akaniambia kwa nini? Nikasema Mungu ameniambia A, ameniambia B, ameniambia C. Kwa hiyo sasa nikamwambia sasa asubuhi naenda stendi Mwanjerwa na kuwa machinga, naenda kuuza hii tiketi. Unajua kuna kosa lilifanyika. Yaani nilisikiliza mwito wa aliyeniita kabla ya kumsikiliza Mungu anasema nini. Sijui kama kuna watu wanafanya makosa ya namna hiyo. Mimi nilifanya makosa. Kwa hiyo asubuhi na mapemba nikatoka nikaenda Uyole, niko pale pale Mwanjerwa, niko pale na ticket. Jamani, kuna ticket iko hapa hivi na usa. Kama kuna mtu anaenda Dar, mimi na dharura jamani, na dharura. Unajua napiga debe hivi kwa sababu hela yenyewe niliyopata ya kukata ticket nilistruggle. Sasa hii hela inataka ipotee hivi hivi. Kwa hiyo nikahangaika, gari la mwisho, silikuwa ni gari gani la mwisho kabisa, yani la mwisho limechelewa, ndio ni jamaa moja linatokeza, nililipa kama robo 3 hivi ya hela niliyolipa. Ni kama niliuza kwa hasara. Nikamwachia akaondoka. Nikarudi nyumbani. Nikamwambia mama, bwana nimeuza ila nimeuza kwa hasara. Kila mmoja nilikuwa namuonyesha, ananitazama tu anaona kama unajua sina sura ya umachinga. Yaani ya upiga debe sina. Sasa wengine walikuwa wakikutazama wanakuona kama tumeingiliwa. Kuongea kwenyewe mhubiri anauza tiketi. Lini na lini? Yaani haipo. Unauza tiketi huku umekauka, umechukia kama vile unakemea dhambi. Niko jamani, tiketi mimi mwenzenu na dharura tu, na dharura. Lakini namshukuru Mungu, tuliporudi nikamwambia mama sasa tunahitaji kumuuliza Mungu. Tusifanye kosa kama hili, kwanza tutubu. Tutubu maana mpaka tumefika hapa ni kwa maelekezo ya Mungu, tutubu. Tukaingia kwenye toba, tukaomba toba, tukamaliza. Tukamwambia Mungu sasa tuelekeze tunaenda wapi. Unajua Mungu alinisemesha usiku wa manane.
alinipa maono. Yale maono wakati naomba ghafla. Sasa maono ya Paulo yako hata leo. Ukiwa tuna Roho Mtakatifu, nataka nikwambie atakupa maono. Tena sio maono fake. Unajua kuna maono fake, lakini kuna maono original. Mimi wakati naomba nikaletewa maono pap. Alafu nikaingia nikawa natembea kwenye njia nyembamba, alafu mvua imenyesha sana. Kale kanjia kanapita kwenye majani fulani hivi, alafu kana kichanga, alafu na mvua imenyesha. Kuna ubichi sana, natembea. Baadaye nikafika mahali pana bonde. Lile bonde ni kubwa. Alafu kwenye lile bonde kuna korongo, alafu maji yanatiririka. Niko kwenye maono. Nilipofika pale nikataka niruke yale maji, kwa sababu unaweza kuruka tu kwa mguu. Nipo karibia nataka niruke yale maji. Kuna mtu alitoka kwenye yale maji. Yaani mtu alitoka tu kwenye maji, akasimama, ni mtu. Yule mtu lenyewe ni lirefu, mimi naingia karibia mara 3 mara 4. Lirefu, alafu lina manyoya kama ya kuku. Giant. Mimi nakumbuka nilichokuwa nakifanya, nilikuwa nasema tu kwa jina la Yesu. Nikisema kwa jina la Yesu anapungua. Kwa jina la Yesu anapungua. Kwa jina la Yesu anapungua. Kwa jina la mpaka aliisha. Ile anamalizikia tu kusema kwa jina la Yesu mara ya mwisho, anaisha. Nilijikuta nimeshavuka lile korongo. Kumbe kuvuka korongo ilikuwa ni lazima kwanza umpunguze size yule mtu mpaka aishi. Halafu ghafla wala hata kunyanyua mguu nivuke yale maji. Kule kumaliza tu yule jamaa kwa jina la Yesu anamalizikia. Mimi nilishavuka, niko ng'ambo. Kwenye kule ng'ambo nikawa niko kwenye shamba la maharage hivi. Alafu kuna njia ya watu wanaotembea kwa miguu. Ipo kwenye maharage yale. Nikawa nimeifuata hiyo njia, natembea. Wakati naifuata ile njia, nilitembea hatua chache, nilijikuta nimezungukwa na nyoka. Nyoka yule jamani, sijawahi kumuona. Alinizunguka ni kama kata. Hivi tunafahamu kata Alinizunguka akaniweka katikati. Ule mzunguko wake hivi, yani nikitazama namuona mbali sana mpaka Ntangano kule juu. Bado ni yeye. Nikabaki sasa nafanyeje? Nikajikuta tu naambiwa tumia jina lile ulilotumia mara ya kwanza. Kwa jina la Yesu. Niliposema kwa jina la Yesu, yani ule mvurugano wa lile joka, lilikuwa nilijoka sio la kawaida. Likavurugana, likanyanyuka, nikataka linikamate. Ghafla nikajikuta nina upanga mkali mkononi sio kawaida. Nikapeleka tu mara moja hivi nikamkata kichwa. Kichwa kaanguka kule, damu zikamwagika. Nikabaki nashangaa, naangalia. Wakati nashangaa, nainua kichwa hivi, uso wangu niinue hivi, nikajikuta nimeshatoka kwenye yale mazingira na yule lijoka, niko kwenye ngazi ya lile jengo la lile kanisa. Kanisa gani sasa? Lile kanisa la Nzalaga. Niko kwenye ngazi. Mtu nimemsaizi kwa jina la Yesu amepungua. Joka nimetumia jina la Yesu, nikaanza vita, baadaye nikatumia upanga, akawa ameondoka. Sasa niko kwenye ngazi. Alafu nikasikia sauti ikiniambia Christopher, nikasema naam, ziangalie hizo ngazi uzifahamu. Nikaziangalia zile ngazi, akaniambia panda hizo ngazi, sukuma mlango. Mlango ulikuwa umerudishwa, alafu ndani kulikuwa kuna watu wanaabudu. Nikasukuma ule mlango. Niliposukuma mlango naingia ndani, nakuta kanisa wapo kwenye ibada. Wako kwenye ibada. Na mimi nikaingia, nikaambiwa ingia kwenye ibada, nikaingia. Nilipofika pale akaniambia jambo la kwanza, angalia makenchi. Nikaangalia. Nikaona nilivyoona kwenye makenchi. Alafu akaniambia angalia vitu walivyokalia, nikaviangalia. Alafu nikaambiwa angalia madhabahu, nikaiangalia madhabahu. Akaniambia hapa ndipo nataka uje uanze kazi yangu hapa. Nikamwambia mimi, wewe utaanzia hapa. Aliposema tu utaanzia hapa, nikarudishwa, nikatolewa kwenye maono. Nikamwambia mwenzangu, bwana, tayari kazi imeshaanza. Akaniambia kweli? Ila kuna kanisa nimeonyeshwa sijawahi kuliona tangu nizaliwe. Na wala sijawahi kufika mahali pale. Sijui ni wapi. Ila ni kanisa la zamani sana. Nililiona lilikuwa ni kanisa la zamani. Sasa tukaanza kumuuliza Mungu, sasa kanisa lile liko wapi Mungu? Tupeleke basi wakati kama umefika. Mungu nakuomba na kusii katika jina la Yesu. Unajua hayakuwa maombi ya kitoto. Unajua ukitaka kutoboa, ni lazima ufike mahali ujitoe sadaka. Tunataka Mungu atujibu, lakini maombi tunayoyaomba hayafanani na uhitaji wa majibu tulionayo.
Yaani maombi ni madogo sana, alafu shida ulio nayo ni kubwa. How? Saizi ya maombi yako unayoyaomba hayafanani na kile kitu ambacho unataka kutoka kwa Mungu. Ilikuwa usiku naomba usiku kucha. Yaani hakuna kulala, ni usiku kucha namwambia Mungu, 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 Mungu. Mungu, Mungu, Mungu. Mungu, Mungu, Mungu. Anania wakati mwingine Mungu hanisemeshi, ananitazamisha vitu vingine tu vya kanisani. Maana kuna mahali nilikuwa na msaidia mchungaji mmoja hivi. Baadaye nikaja nikaitwa ofisini, kwenye ofisi ya jimbo. Nikaambiwa njoo Christopher. Kufika kule nikaambiwa bwana, kuna kanisa nataka tukupeleke. Nikamwambia kanisa gani? Kuna kanisa moja liko huko Uyole. Kanisa la Nsalaga. Mimi sijai kufika. Mimi nikasema okay, sawa. Ila nataka kwanza nikalione. Yaani lengo langu sio kwamba nikaone lile kanisa ni zuri kiasi gani, lina watu wengi kiasi gani, hiyo sio kazi yangu. Mimi nataka nikathibitishe maono ya Mungu. Basi. Kwa sababu nilishamwambia Mungu, popote utakaponiweka, hata ukiniweka juu ya mti ukaniambia kaa hapo, nitakaa. Nina uhakika nikiwekwa na Mungu nitakula, nitakunywa, maisha yataenda. Kwa sababu Mungu ni kila kitu. Ukiwa na Mungu hutapungukiwa na chochote. Nataka nikwambie unaweza ukawa na kazi lakini maisha yako ni magumu. Unaweza ukawa na biashara lakini maisha yako yamejaa madeni. Yaani biashara unayo lakini haitosheleji uhitaji ulio nao. Madeni yako kibao. Lakini nataka nikwambie ukiwa na Mungu na umekaa mahali sahihi, hata kama kazi yako ni ya kawaida, kinachoingizwa kwenye maisha yako hakifanani na kazi yako. Kwa nini? Uko mahali sahihi. Alafu na Mungu alikuweka. Mungu hata kupungukia. Atakufanyia maajabu mpaka utashangaa. Sasa nikaambiwa nenda, nikaenda. Tulipoenda, tulienda na mchungaji mmoja rafiki yangu. Tulitafuta lile kanisa, tulilikosa. Tukawa tunaenda kwenye makanisa mengine tu. Tukaomba msaada wa kuelekezwa, wa bahati nzuri tukafika. Yaani tulipofika tu, kule kufika tu, ngazi ni zile nilizoziona kwenye maono. Na mlango unafunguliwa na ule mzee wa kanisa anafungua mlango, tunaingia ndani. Alo. Yaani makenchi ni yale. Mabenchi walikuwa wanakalia mabenchi ni yale. Madhabahu ni ile. Moyoni nikasema okay. Faka nikasema wow. Yaani nikasema hapa ndipo mahali pake. Nikamwambia mtumishi mmoja wa Mungu, nikamwambia bwana, Mungu amenisemesha na nimepata kibali kutoka kwenye ofisi ya jimbo, napelekwa sehemu fulani. Akaniambia ndoga, wewe unapelekwa pale? Nikasema ndio. Una shida gani kwani? Akaniambia una shida gani? Nikamuuliza kwa nini? Lile kanisa hutaliweza. Kanisa lile ni kama ni la ukoo huu. Ni ukoo mmoja tu, utaliwezaje? Utafika sehemu utaiona huduma ni ngumu. Na mimi nikamwambia hata kama ni la ukoo mmoja, ule ukoo unatakiwa uende mbinguni. Na kwa sababu Mungu ameuweka kule ni ukoo mmoja, bado Mungu ana watu wa kuwapeleka kwenye huo ukoo mmoja. Akasema haya, ila kama mimi ningekuwa najua unataka ubaki Mbeya, maana mimi nilikuwa najua wewe lazima utaenda mbali, utaenda Dar au utaenda sehemu nyingine. Kama ningekuwa najua utabaki Mbeya, tungekutafutia mahali tukufungulie kanisa. Asijue mimi sifunguliwi kanisa na mtu. Mimi nafunguliwa kanisa na Mungu. Kwa sababu wewe hujaniita, aliyeniita ni Mungu. Yaani hakuna mahali ambako mimi nina msimamo mpaka kesho kama kitu Mungu akiniambia fanya A. Yaani ni afadhali watu wote waniache lakini nibaki na Mungu. Kwa sababu baada ya muda sio mrefu watanirudia wote. Ngoja nikwambie, usitafute kuwafurahisha watu, tafuta kumfurahisha Mungu. Na ukitafuta kumfurahisha Mungu, jiandae kukataliwa na watu. Sijui kama nimeeleweka. Okay, yaani ukitafuta kufanya mapenzi ya Mungu, jiandae kulipa gharama. Yaani hata wale uliowadhania watakukataa. Yesu alikataliwa. Alipokuja anafanya mapenzi ya baba yake, anaongozwa na Roho Mtakatifu, walimkataa. Tena walikataliwa mpaka na watu wa nyumbani kwake, mpaka ndugu zake wakasema amerukwa na akili. Alikataliwa. Lakini mwisho wa safari tunaona ulimwengu mzima ulikuja nyuma yake. Mungu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo yale ilikuwa ni maelekezo. Baadaye tukapelekwa pale. Tulipopelekwa pale, unajua walikuwa wanasema ni kazi ngumu. Haikuwa na ugumu wa aina yoyote. Kwa sababu ilikuwa ni kazi ambayo mimi nimepelekwa na Mungu. Sijajipeleka mwenyewe. Kwanza nilipofika tu, Mungu akaniambia usisimame wewe kwa hudumu. Wapange wenyewe wa hudumu. Nataka ujifunze kitu kutoka kwao. Nikawapanga wenyewe. Mimi nilikuwa namsikiliza Mungu.
Nikawapanga wao, akahudumu fulani siku ya Jumanne, na mwingine akahudumu Ijumaa, mtu mwingine, na Jumapili. Wiki ya kwanza ikaisha, wakahudumu wao wenyewe. Na watazama tu. Wiki inayofuata Mungu akaniambia, sasa hudumu wewe siku ya Jumanne. Alafu utakapohudumu siku ya Jumanne, tangaza semina kuanzia siku hiyo hiyo. Kuna kitu nataka nitengeneze ndani ya kanisa. Sasa mimi sielewi. Siku ile Jumanne niliposimama, nilipohudumu, yani Mungu alitembea. Alafu akaniambia watangazie tunaanza semina leo. Tukaanza semina siku hiyo. Usiku ule nikiwa kwenye maombi ndio Mungu akaanza kunipa picha sasa. Naletewa picha ya kanisa zima. Kanisa zima naletwa mbele yangu. Alafu ile kanisa sio watu, ni mbuzi na kondoo. Unajua kwenye ulimwengu wa roho Mungu akitaka kutuonyesha, wakati mwingine atuonyeshi kwa sura tulivyo. Anatuonyesha kwa figa ya vitu vingine vinavyowakilisha. Nikaonyeshwa kuna mbuzi na kondoo wamejaa kanisani. Alafu Mungu akaniambia, Christopher, nikasema naam, safisha kanisa. Ananiambia safisha kanisa. Safisha kanisa. Safisha kanisa. Nikamwambia nitasafisha na nini Bwana? Akaniambia geuka kushoto. Na geuka kushoto naangalia, naona ufagio. Ameshika huo ufagio. Safisha. Nikaenda nikashika huo ufagio. Nikaanza kufagia. Sasa unajua nafagia nini? Nafagia vile vinyesi ambao vimewekwa chini na kondoo na mbuzi. Nikaanza kufagia, nafagia. Namaliza nafika mlangoni, ananiambia Christopher. Nikasema naam. Hebu angalia ulikotoka. Nikageuka niangalie nilikotoka. Nikakuta kama vile sijafagia. Akaniambia rudia tena. Kesho yake, siku ya pili yake, ndio tunaendelea na semina. Unajua ilitosha wiki hii moja, kanisa halikuwa kanisa la kawaida. Yani lilibadilika, sio kawaida. Alafu akaniambia hapa uaga hatujawahi kufanya mkutano wa injili hapa. Kwa sababu ukiweka mkutano wa injili hapa hakuna watu. Na ni kweli kanisa mahali lilipokuwa ilikuwa hakuna nyumba. Yani nyumba ziko, watu walikuwa wanatoka mbali sana kuja kuabudu pale. Yani ukifika pale kiukweli ukitaka kushawishiwa, unaweza kushawishiwa kwamba sasa hili kanisa unaliacha la nini hapa? Kwa nini usilihamishe wafuate watu kule? Nikawaambia jamani tuweke mkutano wa injili. Wakasema mchungaji, hatujawahi kufanya mkutano wa injili hapa. Tukitaka kufanya mkutano sisi waga tunawafuata watu, tunaenda kufanyia mkutano kule kule. Mimi nikawaambia sasa sisi kipindi hichi tutafanyia mkutano hapa kanisani. Wakaniambia hapa watu hawaji. Tunayekuja ni wenye dini tu. Kwa sababu ni mbali mno. Mchungaji, usijitie majaribuni. Na mimi nikasema hichi ndicho kipimo nataka nijue kama Mungu ameniita nije hapa au la. Nikaweka msimamo, sema tutaweka mkutano hapa. Tutengeneze jukwaa na kila kitu, alafu nahubiri mwenyewe. Wakasema haya sawa. Utajionea wewe mwenyewe. Mimi nikaingia kwenye maombi yangu. Nikamwambia Mungu, naomba ijulikane kwamba umenileta hapa wewe au nimekuja mwenyewe. Lakini sina mashaka ulinileta wewe. Kwa nini watu wasije? Mbona Yohana watu walimfuata nyikani? Kwa nini watu wasije hapa? Hawa wanaokuja kuabudu kama wanaweza kuja, kwa nini wenye dhambi wasije? Kwa nini tupaka tufuate watu huko waliko tukawahubiri? Kwa nini watu wasifuate mahali mzoga ulipo? Nikaomba pale, tukaanza mkutano. Siku ya kwanza tulipoanza mkutano watu walijaa. Tena wanakuja wanasema Yohana Mpayo amefufuka. Yani walikuwa wanatangaza wanasema Yohana Mpayo amefufuka. Mungu aliingilia kati. Ngoja nikwambie, kwa nini nasema haya vitu? Roho Mtakatifu anafundisha, anatuongoza. Kuna mambo mengi ambayo naweza nikasema, muda wetu hauturuhusu sana kuendelea kusema. Lakini tuangalie kipengele cha pili nimalize. Ubatizo ni nini? Ubatizo ni nini? Ubatizo, unaposikia ubatizo unasikia nini? Kwa sababu tulikuwa tunaangalia Roho Mtakatifu ni nani, tumeona. Lakini sasa ubatizo ni nini? Naomba niende kwa haraka kidogo. Ubatizo ni neno linalotokana na neno la Kiyunani bapto. Bapto. Neno ubatizo ni neno linalotokana na neno la Kiyunani bapto, lenye maana ya zamisha au ingiza ndani ya. Ndio tafsiri ya neno ubatizo. Mahali popote penye ubatizo ni lazima pawepo na kuzamisha au kuingiza ndani ya. Kwa hiyo ubatizo maana yake ni kuzamisha au kuingiza ndani ya. Ukisoma ile Matendo 8 ule mstari wa 36 mpaka 39, Matendo 8 anasema wakawa wakiendelea njiani wakafika mahali penye maji.
Yule towashi akasema, tazama maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Maana yake ukiokoka. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Akaamuru lile gari lisimame. Wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Kisha walipopanda kutoka majini, maana yake ubatizo kuna kuteremka. Ukisha kubatizwa kuna kupanda. Sasa ziko batizo ziko nyingi, lakini mimi nazungumza ubatizo wa kibiblia. Walipopanda kutoka majini, aliyekuwa anambatiza na mbatizwaji wanapanda kutoka majini, Biblia inasema Roho wa Bwana akamnyakua Filipo. Yule towashi asimuone tena, basi alikwenda zake akifurahi. Kwa hiyo ubatizo maana yake ni kuzamisha au kuingiza ndani ya. Na kikawaida ukitazama kuna aina kuu 3 za ubatizo. Kwanza kuna ubatizo katika mwili wa Kristo. Aina ya kwanza ni ubatizo katika mwili wa Kristo. Ukisoma Wakorinto wa pili sura ile ya 5 mstari wa 17 inasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo. Yani ubatizo wa kwanza ni ubatizo katika mwili wa Kristo. Yani mtu anapookoka anabatizwa, anaingizwa ndani ya Kristo. Tafsiri ya ubatizo maana yake ni kuzamisha, ni kuingiza ndani ya. Na mtu wa kwanza anayebatiza ni Roho Mtakatifu. Yani Roho Mtakatifu ndiye anayewaingiza watu ndani ya Kristo. Okay, ubatizo wa pili unaitwa ubatizo wa maji mengi. Huu ndio tuliousoma aliofanya mtumishi wa Mungu Filipo. Ubatizo wa maji mengi. Huu unamhitaji Yohana na unamhitaji na mbatizaji. Alafu yawepo na maji, lakini yawe ni maji tele. Lakini ubatizo wa tatu ni ubatizo katika Roho Mtakatifu. Ni ubatizo katika Roho Mtakatifu. Sasa naomba nisikilize sana. Kwa hiyo ubatizo wa kwanza katika mwili wa Kristo anayebatiza ni Roho Mtakatifu. Yani hakuna mtu atakayeweza kuokoka bila Roho Mtakatifu kuhusika. Sijui kama naeleweka. Yani hakuna mtu. Roho Mtakatifu ndiye anayetusadikisha, ndiye anayeleta neema, ndiye anayefunua hukumu ndani yetu. Yani yeye ndiye anayeshughulika na kuwaleta watu kwa Yesu. Akishamleta mtu kwa Yesu, yule mtu anaingizwa ndani ya Yesu. Yohana anamchukua yule mtu aliyeingizwa ndani ya Yesu, anaenda kumbatiza. Ndio maana Biblia inasema tulibatizwa pamoja naye. Tulibatizwa pamoja naye nani? Tulibatizwa pamoja naye Yesu. Kwa maana nyingine, huwezi kushiriki ubatizo wa maji mengi mpaka uwe na Roho, uwe na Yesu ndani yako. Ukibatizwa ukiwa hauna Yesu, umeoga tu. Yani ubatizo kama ubatizo wa kweli wenye kutimiza haki yote, ni lazima Yesu awe ndani yako. Ndio maana Filipo na huyu jamaa anasema, towashi anasema, nini kinachonizuia nisibatizwe? Anafikiri ubatizo ni kubatizwa tu. Filipo anasema, unamwamini Yesu Kristo? Anasema, ndio ninaamini kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Maana yake amekiri. Ndipo sasa Filipo akaamuru gari lisimame waende kwenye ubatizo. Kwa nini? Amemkiri Yesu Kristo. Huyu ameingia ndani ya Yesu. Sasa anahitaji kubatizwa akiwa na Yesu. Ukibatizwa ukiwa hauna Yesu, umeoga tu. Na alipobatizwa utaona mambo mengine yaliyoendelea. Sasa ukisha kubatizwa katika ubatizo wa maji mengi, kinachofuata kingine ni ubatizo katika Roho Mtakatifu. Anayebatiza ubatizo katika Roho Mtakatifu ni Yesu. Nisikilizeni sana. Tunapoenda kwenye wiki hii, ujue anayebatiza ubatizo wa Roho Mtakatifu sio mchungaji, sio mwinjilisti. Anayebatiza ubatizo wa Roho Mtakatifu ni Yesu. Yohana anasema yuko ambaye
Yeye ana nguvu zaidi kuliko za kwangu, wala sistahili hata kugusa gidamu ya viatu vyake. Yeye ndiye atakayewabatiza watu katika Roho Mtakatifu na moto. Kwa hiyo mbatizaji katika Roho Mtakatifu anayebatiza ni Yesu. Bwana asifiwe. Yesu ndiye anayebatiza katika ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na ndio maana kwenye andiko la msingi ambao tumesoma ile Matendo, anasema alipokutana nao akawaagiza wasitoke wapi? Wasitoke Yerusalemu. Yaani ilikuwa ni mahali pao pa kukutania. Wasitoke Yerusalemu, waingoje ahadi walioambiwa na Baba. Anasema mlisikia kwamba Yohana alibatiza kwa maji, lakini ninyi watoto hearing ministry, ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu na moto. Yeye ndiye anayebatiza katika Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa hiyo nani anayebatiza katika Roho Mtakatifu? Ni Yesu. Yesu ndiye atakayewabatiza watu katika Roho Mtakatifu. Yohana anawabatiza watu kwa maji, lakini Yesu anabatiza katika Roho Mtakatifu. Na anayebatizwa ni lazima awe ni mtu aliyemwamini Yesu Kristo. Huu ni mto unaitwa mto wa Roho Mtakatifu. Yohana alikuwa anabatizia kwenye mto Yordan, mahali penye maji mengi. Yesu yeye habatizii Yordani, yeye anabatiza kwenye mto wa Roho Mtakatifu. Tunazamishwa ndani ya Roho, tunazamishwa katika Roho. Na huu batizo ndio unaokufanya wewe uwe mtu sahihi wa kutimiza kile ambacho Yesu amekikusudia kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Ezekieli 47 mstari wa 3 hadi wa 5, Ezekieli, utaona maandiko pale. Ezekieli 47 mstari wa 3 hadi wa 5. Anasema, na alipotoka mtu yule mwenye uzi wa kupimia mkononi mwake kwenda mashariki, akapima dhiraa 1000, akanivusha maji yale. Maji yakafika mpaka yakafika mpaka viweko vya miguu. Kisha akapima dhiraa 1000, akanivusha maji yale. Maji yakafika mpaka magoti. Kisha akapima dhiraa 1000, akanivusha maji yakafika mpaka viuno. Kisha akapima dhiraa 1000, yakawa mto nisiyoweza kuvuka, maana maji yamezidi maji ya kuogelea, mto usiovukika. Huyu ni nabii Ezekieli. Alikuwa ametokea mtu anapima, amempeleka kwenye li mto, alafu akamsimamisha kando ya huo mto, akapima dhiraa 1000, akamuingiza Ezekieli paka kwenye kipimo cha dhiraa 1000, akamzamisha kwenye maji. Yale maji yakaishia kwenye viweko. Akaongeza tena dhiraa 1000, ikawa ni 2000, akamuingiza Ezekieli, yakafika kwenye kiuno. Akapima tena dhiraa 1000, ikawa ni 1000 ngapi? 3000. Akampeleka tena mpaka dhiraa 3000, akamzamisha. Biblia inasema mwisho kabisa alifika mahali Ezekieli akazama kwenye maji. Maji akamzidi urefu, yakawa ni mto usiovukika. Na sisi tunahitaji wiki hii iwe ni wiki ya kuzama kwenye mto usiovukika. Yaani iwe ni wiki ya kuzamishwa kwenye mto usioweza kuvuka. Usivuke, ubebwe na maji. Maji ya kutembeze menyewe, ya kupeleke kwa spidi yake, ya kupeleke yanakokwenda menyewe. Usiwe wewe, yawe yeye, yawe ni maji katika wewe. Yaani awe Roho Mtakatifu katika wewe. Kwenye wiki hii ni lazima ufike hapo. Na ikifika hapo, nataka nikwambie, hautaongea kisafa, hautaongea kinyakiusa, hautaongea kama ulivyokuwa unaongea. Kuna vitu vitazaliwa ndani yako. Hautakuwa mtu wa kawaida, utabadilishwa kabisa. Utatembea kwa mtembeo mwingine, utawaza mawazo ambayo sio wewe. Roho atawaza pamoja na wewe, utaishi maisha ambayo sio ya kwako. Roho Mtakatifu atakupa maisha mengine yenye ushindi kwenye maisha yako. Nataka nikwambie hata ibada zetu, ngoja nikwambie, wakati mwingine tunafanya ibada, tunatoka mwanzo mpaka mwisho, ibada zinakuwa hazina bubujiko. Ibada zikitembelewa na Roho Mtakatifu, nataka nikwambie hivi, kuhubiri waka ni hati saa nyingine. Yaani huwezi kuhubiri. Kuna wakati siwezi kuhubiri pale.
Yaani Roho anashuka, utaanzaje kuhubiri? Kwa sababu tunapokuja kwenye ibada tunakuja kukutana na nani? Kukutana na Mungu. Okay, ibada ya kusifu na kuabudu imefanyika, Mungu ameshuka. Akutana na watu wake. Nani sasa ambaye anatakiwa tena aingilie kati hapo? Kwa sababu akishuka uhitaji kusimamisha watu, useme labda tusimame tunyamaze ili tumlete mhubiri. Mhubiri ameshashuka kutoka mbinguni. Yeye akutane na hao watu. Yaani kuna watu wanahitaji wakutane na Roho Mtakatifu, kesi zao ziishe. Kuna matatizo mengine utawekewa mikono na kuombewa hayataondoka mpaka ujazwe Roho Mtakatifu. Ukizamishwa katika Roho, kuna kansa itaondoka yenyewe. Kuna HIV itaondoka yenyewe. Yaani kuna maisha fulani yataondoka menyewe. Huyu ni Roho Mtakatifu. Aliondoa hofu na mashaka na woga kwa kina Petro. Wametoka kwenye ubatizo ule, wakawa ni watu mashujaa, watu majasiri, sio watu wale waoga. Wa mara ya kwanza walimkana Yesu, lakini baada ya ubatizo wa Roho Mtakatifu, hakuwa Petro yule. Mpaka anasema hukumuni nyinyi wenyewe, tuwatii ninyi au tumtii Mungu. Hatuwezi kuacha. Anayesema sio Petro, ni Roho anasema kwa kupitia Petro. Na hayo ndio maisha ambayo tunatakiwa tuwe nayo. Tusiseme sisi, Roho aseme kwa kupitia sisi. Tutakuwa na kauli zenye msimamo, zisizokuwa na kuyumba. Lakini sharti la msingi sana ni lazima tuwe tumemwamini Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Ni lazima tuwe tumemwamini Yesu Kristo. Ezekieli alizamishwa, akabebwa, akaanza kugeuzwa ubavu, mara akageuzwa mgongo, mara akageuzwa tumbo. Huku maji yanatembea, anabadilishiwa mazingira yake, anageuka, anatembezwa na maji. Biblia inasema akafika mahali akaanza kuona maono kwenye kando ya mto. Akaona miti imepandwa kando ya mto, ina majani na ina matunda. Alafu anapewa maelekezo, yale matunda ni chakula, yale majani ni dawa. Yaani ni kama karama. Akaanza tukijazwa na Roho Mtakatifu sawa, karama za Roho Mtakatifu zitaanza kufanya kazi. Yaani ni vitu adimu leo ndani ya kanisa. Kinachokosekana ni Roho. Yaani lazima tufike mahali tu na shauku, tuwe na njaa, tutamani. Yaani ufike mahali useme leo sitoki mpaka Roho Mtakatifu anitembelee. Kuna haja gani ya kutembea nikiwa mkame? Nataka kujazwa, nataka kufurika, nataka nijae Roho. Roho yule aliyowatembelea kanisa la kwanza yuko wapi? Tunahitaji nguvu zile ziko wapi? Yaani tumefika wakati tumekuwa kama yatima. Na ndio maana sasa hivi watu wanahangaika, wanatafuta miujiza badala ya kumtafuta mtenda miujiza. Wanatafuta mikate badala ya kumtafuta anayetengeneza mikate. Leo hata watu wa Mungu hawana. Tunakimbia huku na kule, miujiza ya uongo iko mingi sana. Tumia kitambaa, sijui tumia kitu gani, tunahangaika nayo. Ngoja nikwambie jioni ya leo, tukijaa Roho Mtakatifu, Mungu hajabadilika. Mtu mmoja akasema, Mungu ni yule jana na milele, yeye habadiliki. Mungu ni yule. Sisi ndio tunabadilika. Kipimo cha ubatizo wa Roho Mtakatifu uko kiasi gani kwenye maisha yako? Yaani tukazama, nataka nikwambie hatutakuwa sisi, atakuwa Mungu katika sisi. Na hapo ndipo tutaitwa, Mungu atajiita mimi ni Emmanuel, ni Mungu pamoja nanyi. Lakini kama Roho Mtakatifu, nataka nikwambie, amejaa, alafu kuna kana nafasi, na uongo utaingia, na maumbea utaingia, na masengenyo utaingia, na vitu vingine. Na siku hizi mpaka wachawi wanakuja kanisani. Lakini tukijaa Roho Mtakatifu, nataka nikwambie, yaani hakuna mchawi atakayeingia hapa. Anapoingia tu Roho Mtakatifu anasema. Yaani uhitaji kusema yeye mwenyewe anasema, kwa sababu yeye anajua yote. Utashangaa tu mtu anaanza kunena anasema katikati yetu kuna mchawi. Na kwa sababu ni Mungu amesema, yule aliye mchawi, yeye mwenyewe unasikia chini anaanguka. Anaanza kugaragara, anahitaji msaada. Yule anafunguliwa, anakuwa ni mshirika, anapiga mapambio, kumbe ni mwinjilisti mtarajiwa. Roho Mtakatifu tunamhitaji. Hebu simama kwa miguu yako.